Karibu maji dada. Nani unanimwagia maji eh? Ni una akili? Wewe mshenzi nini? Yaani unanilanisha hunioni? Nini? Samahani dada. Mimi nimekupa maji lakini ulikuwa unachezea simu. Unachezea simu? Sasa jiga. Unanipiga sio? Alikuwa ananipiga huyu. Ngoja nimekuja tena naanza kumpiga vibaya kwa nini yani? Kindege amenipiga huyu, kanipiga sana. Nisikiliza vizuri Jeni. Huyu anaumwa aliyekwambia upige naye. Mbona nitafutia kesi humu ndani wewe? Anaumwa? Yaani kama limesema linaumwa, niliongo hili limenipiga sana, ona nilivyoumia, ona. Muongo huyu sana. Nauma. Epi. Mbona mpaka anaumwa umempiga Jeni? Mbona nitafutia kesi huyu alianguka jana anaumwa, hawezi kupiga hivi, amekupigaje wewe? Kindege. Kumbe unamtetea eh? Yaani leo unanigeuka unamtetea huyu? Happy. Yaani kama ni hivi, hatujamaliza. Nitarudi nilipize kwa hili. Subiri. Nana kichwa. Kichwa kinauma nana. Kwani shida nini na wewe? Dada, lakini mimi nilimletea maji, akawa anachezea simu. Bahati mbaya akamwagikia. Chezo lako leo uzembe umezidi. Yaani usingekuwa unaumwa leo ningekuongeza vibao vingine. Lione kwanza. Wewe Leticia wewe. Kwa una shida gani wewe? Niambie nini ambacho kinakusumbua? Janet. Yaani huwezi amini mimi nachanganyikiwa. Yaani sijui Farida amerogwa. Sijui amechanganyikiwa. Sijui akili yake imeingiliwa na wadudu. Yaani sijui hata amepatwa na kitu gani. Yaani mimi simuelewi. Mbona sikuelewi unamaanisha nini? Na kwa nini arogwe si kuchanganyikiwa si kabadilishwa? Kivipi hivyo vitu vinaingiliana? Kwani nini ambacho kimetokea? Janet, huwezi amini jana mimi nimetoka nyumbani. Nimemtafuta mdogo wangu siku nzima, nikabahatisha ambapo anakaa. Nimeenda kuongea na Farida, naambia Farida turudi nyumbani. Lakini huwezi amini Farida amekataa. Amesema hataki kurudi nyumbani, hataki kwenda kwa Kanoni, anataka abaki pale. Sasa anawezaje kukaa kwa watu jamani? Ni kitu gani ambacho kinaendelea pale? Leticia bana. Sasa, kwa nini hataki kurudi nyumbani na hataki kurudi kwa mume wake? Kwa maana hiyo anataka ng'ang'anie kwa watu au? Janet, hao maswali yote nimemuuliza. Alichoniambia tu yeye ni muache atulize akili yake, akiwa sawa atarudi kwa mume wake. Alafu kitu kingine ambacho mimi najiuliza, mdogo wangu amepatwa na nini? Wakati ni mtu ambaye alikuwa anatoroka nyumbani, anakimbilia nyumbani kwake. Tunamshauri kila kitu, hataki kutuelewa. Lakini eti sasa hivi tu amekuwa ni mtu ambaye ameenda kung'ang'ania kwa watu, hataki kutoka. Na kibaya zaidi, pale anapokaa anakaa na wanaume. Yaani sio mwanaume mmoja, anakaa na wanaume hao, wanaume wawili, hamna mtu yoyote, hamna mama, hamna sui dada, hamna ni wao wenyewe tu, yaani wa kike ni peke yake. Unahisi ile najenga picha gani? Leticia, mimi nahisi kabisa mdogo wako atakuwa ameolewa. Maana hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kikamfanya akalazimika kubaki kule. Kwa nini alazimike kubaki kule wakati kuna uwezekano kabisa wa kutoka yeye akarudi nyumbani? Huko kashaolewa mdogo wako. Kwa hiyo sasa tafuta namna ya kufanya. Kuolewa hapana. Kuolewa hajaolewa, yule ni mdogo wangu, mimi namjua, na kama angekuwa amefanya kuolewa angeniambia. Kwa sababu anachodai, anataka sio amfundishe mume wake, sio anataka mume wake ajue makosa yake, sio ajue kukaa mbali na mume wake. Mimi hata sielewi. Ila kitu ambacho anakidai yeye, mume wake anampenda, maana nimwambia hadi kachukue talaka kwa mume wako, amekataa. Hata hiyo talaka yenyewe haitaki. Sasa mimi nachanganyikiwa, yani nashindwa kuelewa, yani sio anaumwa, yani sielewi. Leticia, naomba nikushauri kitu kimoja. Mimi nilichokwambia, mdogo wako yupo kwenye hatari kubwa. Kwa sababu amekubali kwenda kuishi na mwanaume mwingine ingalikuwa huku nyumbani kaacha mwanaume. Kwa hiyo sasa hapo kuna tatizo kubwa kabisa. Kwa hiyo cha msingi, naomba usimame wewe kama dada. Mtetee mdogo wako. Oho. Sasa Janeti, mimi nasimamaje kama dada? Namteteaje mtu ambaye najaribu kuonyesha jitihada zangu, na muonyesha ni jinsi gani ambavyo mimi nampenda, nafanya kila kitu kwa ajili yake, lakini hataki kuona. Nikienda kumbembeleza mtu ndo tunaishia kugombana. Haya, mimi ninafanya nini sasa? Okay. Mimi ushauri wangu ni huu hapa. Kitu cha msingi ambacho tunataka kukifanya sasa hivi, naomba tuondoke hapa, mguu wangu mguu wako, tumfuate. Tukamchukue tumrudishe nyumbani, kwa sababu hilo ni tatizo kubwa. Janet, unataka mimi nitoke hapa niende tena kwa mdogo wangu? Ndio.
Mimi siwezi kufanya hivyo. Jana nimeenda tumeishia kugombana. Wewe unahisi leo nikienda atanisikiliza kitu gani? Mimi sitaki tena, yani sitaki. Naomba tu nimwache afanye maisha yake. Leticia, hapo hakuna option nyingine. Kama unataka mdogo wako aingie kwenye matatizo sawa. Kama utaki aingie kwenye matatizo, naomba twende tumfuate. Una uhakika unataka twende kule? Ndio. Janeti, usije tukafika kule wewe tena ukanigeuka kabisa. Mimi sitaki. Yaani kama unataka twende tukamfuate, basi tuhakikisha tunatoka naye na tunakuja naye huku. Usinigeuke. Hapana. Basi jiandae twende. Okay, ngoja niingie ndani nijiandae tuondoke. Kanoni, hebu amka basi tuondoke zetu. Mbona unakuwa hivyo lakini? Bwana, naomba niache. True love begins with trust, kindness, and respect rather than money or appearance. One day, a young man met a young woman at a small community event. They started talking and quickly became close friends. As time passed, they realized they shared the same dreams and values. Whenever one of them faced difficulties, the other offered support, encouragement, and hope. Their relationship grew stronger because they always communicated honestly and forgave each other's mistakes. Although some people doubted they would stay together, they never allowed negative opinions to weaken their bond. Instead, they continued believing in each other and worked hard to build a happy future. Years later, they achieved many of their goals together and remained deeply in love. They discovered that lasting love is not about expensive gifts or perfect moments, but about loyalty, patience, and standing beside each other through every challenge. Their story became an inspiration, proving that genuine love